Sasa hapa nataka kutoa hii ni mbolea, napeleka kwenye bustani yangu ya mboga iko mbele. Naandaa bustani ya mboga. Sasa naweka hii mbolea. Hii ni majani ya mti yanayodondoka kutoka kwenye huu mti. Akishafika hapa chini ni mbolea sasa. Hii ni majivu naweka kwenye mboga yangu hii ya pumpkin. Pumpkin ili wadudu wasije kuingia hapo. Majivu ni mazuri sana kwa mboga, yanaua wadudu wabaya.
Hapa tayari nimeisha lima kwa ajili ya kuweka mboga. Vitunguu tayari nimeishaweka kwa seedbed. Sasa hivi ninaandaa naweka mbolea. Wakati vitunguu vinakuwa tayari, halafu mimi sasa inakuta kama hii sehemu yangu ya kuhamishia imeisha kuwa tayari, nimewekea mbolea. Sasa hivi kile kitunguu kimebaki na kama 30 days kitakuwa kinahamishiwa hapa. Sasa hapa ni kuandaa mapema mbolea, itakuwa imeisha changanyikana na udongo wakati nakuja kuhamishia hapa hiyo kitunguu. Ile kitunguu ya round nilishaiweka kwa seedbed. Hapa nimeandaa tayari. Na mboga zingine kama managu pia nimeshaandaa. Hii sehemu yote yenye nimefunika hapo na hayo majani tayari, hiyo nimeandaa kwa ajili ya kuja kuhamisha hizo mboga ambazo ziko kwa seedbed tayari. Sasa ni hapa mbolea hii, kuna ya kuku imechanganyikana na ya mbuzi. Hii hapa. Hiyo sasa ndio nitakuja kuweka hapa. Kitambo 30 days ziishe, utapata kama huu mchanga umeisha changanyikana na mbolea. Sasa nikipanda kitu hapa inatoka ikiwa na mbolea. Mimi natumia mbolea ya ng'ombe, kuku ya kondoo. Sasa hii naandaa pema. Sasa naweka mbolea
Sasa haya majani sasa, hii ni mbolea pia. Hii sasa nitafunika nayo hapa hivi. Kitambo ipite na hiyo 30 days yenye nimewaambia, hii mbolea itakuwa imeoza. Sasa nikija kupanda hiyo mboga nitalimalima, hii itachanganyikana na mchanga na ile mbolea yenye nimetangulia kuweka. Hii ni kuandaa tu. Hii ni miba. Hii ni miba, ni mibaya. Haya, sasa hii bustani yangu imeisha tayari, nimeisha malizana nayo, naenda sehemu nyingine. Sasa mvua imenyesha, sasa ni wakati wa kuandaa mashamba. Naona mboga yangu sasa inaendelea vizuri, kienyeji deki inaendelea vizuri, muda sio mrefu tutaanza kula. Endelea vizuri kabisa. Kitunguu nayo inaendelea vizuri. Kitunguu nayo inaendelea vizuri. Sasa kisha kuwa hivi, natakiwa unaiwekea udongo sasa, napata chakula.
Sasa hapa hii kitunguu tayari sasa imetosha kuliwa. Ona kama hii imetosha kabisa. Kiangalia kama hii tayari, wacha nitolee kidogo uone. Inafaa kukaa hivi. Hii haizidi hapa. Hii ni spring onions. Hizi zenye nimepanda hapa ni spring onions. Naona. Hii sasa imetosha kabisa, haiwezi kukua kuzidi hapa. Unakula majani yake, haya majani yake pia na mbegu yake pia unakula yote. Na ni nzuri sana tena inanukia sana kwenye chakula. Sasa hii kitunguu uzuri wake ikisha ingia kwenye udongo tu hivi, yenyewe mizizi yake inashuka kwenye udongo, inashika kabisa mbolea. Unaona sasa? Ona, huu ni mzizi wa kitunguu. Hii inamaanisha kwamba hapa mahali nimepanda kuna mbolea. Sio, naona? Na kitunguu kimeshiba. Mara chache kuona kitunguu cha majani kitoshana hivi. Hivi vitunguu pia ni vitamu sana kwa samosa. Kila mtu anayepika samosa lazima aweke hapa. Napo nimepanda kitunguu ya majani pia, kama ile yenye tumeona huko mbele. Ndio kama hii inapandwa ikiwa moja moja hivi, lakini baadaye itakuja kuzaa. Inaweza ikazaa ikatoa hata 5 hata 4. Na hii ni mbolea sasa. Hii ni mbolea, ni majani ya maharage yameoza, sasa yamekuwa mbolea. Muda sio mrefu na yenyewe itafanana kama ya huko mbele. Nimepanda hii sehemu, nimeweka mbolea pia ya mbuzi na ya kuku. Hii sehemu yote nimepanda ni kitunguu majani, kitunguu ya majani hii yote. Sasa hapa pamoja na kuwa ni mbolea hii, hata ukiweka maji hayaishi haraka kwenda kwenye udongo, yanabaki na unyevu. Sasa hata jua likiwaka maji yanabaki tu kwenye hizi, sasa anaenda tu polepole. Ndio nakuta kitunguu inakomaa vizuri na inakuwa na afya. Inakuwa na afya. Na hii naye pia ukiangalia utafikiri ni viazi vitamu, lakini sio. Hii ni mboga walio wengi wanaijua kama matembele. Haya ni matembele. Jinsi yanavyoendelea kukua mtaona yanakaa kama viazi tu, kama sweet potatoes, lakini sio. Hii ni mboga nzuri sana. Ugali matembele, kama umeshasikia ugali matembele, ndio hii. Matembele yenyewe ndio haya. Yatatambaa hapa pote hivi, yatatambaa. Nitaelekeza yatambaa yakienda hivi. Naongeza damu hivyo. Ukiwa na upungufu wa damu, kula matembele.
Matembele ni mboga nzuri sana, ukipata na ugali na nyama na matembele safi sana. Sasa hii ndio ile mbegu yangu ya kitunguu ambayo nimewaambia iko kwa bedi. Hizi zote ni vitunguu, vile vitunguu maji hizi. Hii ndo mbegu zake, hizi ndo seeds. Sasa hivi zimefika siku 10 na zinatakikana zikae 45 days. Baada ya hapo ndio nitazitoa na zitransfer kule kwenye ile bustani ambayo nimeisha andaa, nimeweka mbolea. Nimebaki na 35 days alafu na itransfer. Hiki ni kitunguu swaumu, kitunguu swaumu, garlic. Hii ni garlic. Sasa tayari nimeisha itransfer kutoka kwa seedbed, nimeiweka mahali pake. Sasa hapa ndio itakuwa hapa. Tayari nimeisha weka mbolea. Sasa imebaki kunywa maji tu na dawa kidogo. Basi tutaonana kwenye kuvuna sasa. Tutaonana kwenye kuvuna.